empowering lives. Pokea sifa, 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 pokea sifa. Hallelujah, wapisha kwa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Sasa backup yangu sijui kama mnajua hii. I'm not ashamed of the gospel of Jah. I'm gonna preach the gospel. Hey. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Si tunajua hiyo. Si tunajua hiyo. We are not ashamed of the gospel of who? We are not ashamed of the gospel of Jesus. Ndio. Haya tupatie kidogo, tupatie kidogo. Hai. Haya. Hey. Wewe kama hii ikupambi. Haya. Hallelujah. Wewe cheza. Hallelujah. Hebu simamisha kidogo. Alafu tukiendelea pale nyuma kuna maji. Hapo nyuma kuna maji na mtungi. Yes, maji ya kukunywa sawa? Usisikie kiu sana. Sawa. Sawa. Okay. Okay, sawa. Sawa. Okay. Tuchill kidogo, tuchill. Sawa. Ni venye nimesikia mtu akiuliza sawa. I'm not ashamed of the gospel of Jah. I'm gonna preach the gospel of Jah. I'm not ashamed of the gospel of Jah. I'm gonna preach. I'm not ashamed of the gospel of Jah. I'm gonna preach the gospel of Jah. I'm not ashamed of the gospel of Jah. I'm gonna preach the gospel. Hey, I'm not ashamed of the gospel of Jah. I'm gonna preach the gospel of Jah. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Hey. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaimba kidogo alafu tunapeleka mahitaji yetu kwa Mungu, si ndio? Tunapeleka mahitaji yetu kwa God. So nataka saa hii sasa tumeimba kidogo. So sasa jipeleke tu mbele za God. Bado tutaimba wazee wangu. Bado Isaiah in Pastor Frida. Kuja utuongoze kidogo. And the Lord will bless you. Thank you. Jesus. Chapter to praise. Asante. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hey. How are you? Amen. Hebu salimia jirani yako, mwambie hatujaanza. Bado hatujaanza. Kama ameketi muinue juu kidogo. Kama ameketi salimia mwingine. Mwambie bado hatujaanza. Hallelujah. Amen. Wapi makofi ya juu kwa yeye? Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Wapi shangwe na vigelegele? Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 tumwinue.
Yahweh, cheza kidogo. Yahweh ndiye Bwana. Yahweh tumwinue. Yahweh si utikike. Yahweh, haleluya. Yahweh, tuimbe. Yahweh, na tuseme. Oh Yahweh ndiye Bwana. Yahweh tumwinue. Yahweh cheza kidogo. Yahweh weka mikono juu. Yahweh tuseme. Yahweh tuimbe. Yahweh tuseme. Kama umebarikiwa sema amina. Kama umekuinua sema amina. Kama umekutetea sema amina. Kama umekubariki sema amina. Kama umekuponya sema amina. Oh amina. Na tuseme oh amina. Na tuimbe oh amina. Na tuseme oh amina. Kama umekuinua sema amina. Kama umekutetea sema amina. Kama umekubariki sema amina. Amina. Atuseme oh amina. Atuimbe waka mkono mmoja na basi. Waka na bai. Nataka turuke Yesu. Nikisema wina, unasema wina. Waka mkono mmoja na bai. Ruka turuka. Wina. Jump. Ruka juu. Wewe rukia Yesu. Cheza kwa Yesu. Kuna muziki wa Bwana. Cheza wewe. Geukia jirani yako mwambie na kubariki leo. Mwambie na kubariki. I bless you. Geukia mtu jamani bariki. Geukia mtu jamani. I bless you. Geukia mtu bariki leo. I bless you. Geukia mtu jamani. I bless you. Kai wakwa wapi Wakikuyu Kai wakwa yeye sicheze kama Kikuyu cha we monene Yesu wabararo Yesu wabararo Yesu Eni mama ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata mwa Wakamba twende Machakos kidogo jamani. Shika kakitaa kako, shika kakitaa uanguke nako jamani. Wakamba jamani, siuanguke na kitaa jamani. Kwa takawaya jamani, kwa takawaya
wataka waya, wataka waya, wataka waya, wataka waya, wataka waya. Vindaye sio, vindaye moyo, vindaye tanu, vindaye, vindaye sio, vindaye moyo, vindaye tanu, vindaye. Wataka waya, wataka waya. Wapi shangwe na vigelegele? Peperusha mikono, twende, twende, peperusha, 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 peperusha. Weka mikono juu ya kichwa chako jamani. Twende, peperusha, 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 peperusha. Ngoja. Haya. Tuendelee. Hebu inua mikono juu. Endelea. Juu. Kila mtu mikono juu. Kila mtu. Twende chini. 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 Juu. 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 Chini. 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 Juu. Ukiona mtu aendi chini ni mchawi. Juu. Ama ni mwizi. Chini. Haya. Chini. Angalia mtu kama anaenda chini. Kama aendi chini, chunga kibeti yako. Haya, twende juu. 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 Nuka! Thank you. Thank you. Asante. Thank you. Father, we thank you. Simama tu kwa miguu yako na kama wewe ni mwanaume. Na kama wewe ni mwanaume na umevaa kofia ujue hapa kufaagi kofia, nyamazeni sasa. Nimesikia mnajua kupiga. Kama uko na kofia na wewe ni mwanaume, ujue wewe na mtu mbaya ni kitu moja. Hapa wanaume wavaagi kofia, wanawake ndio wameruhusiwa. Hebu angalia yule karibu na wewe kama amevaa kofia na ni mwanaume. Umuulize ulianza ukora siku gani? Simameni, simama tu kwa miguu yako. Nasema msimame kwa miguu. Haleluya. Huwezi kusimama kwa hapa nyuma, unasimama kwa miguu. Funga macho yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Tunasema ni asante kwa upendo wako. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa maongozo mazuri ambao umetupatia hadi wa sasa. We thank you and we give you glory because you are God. In Jesus mighty name. Sema amen. Basi unaweza kuketi. Wewe nitolee hiyo kofia kwa kichwa. Toa weka chini. Mimi ni komanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni demu. Na mbona umefunika mdomo? Tukuone, weka sasa. Faa tu. Niko nafikiria ni chali. Ungetuambia wewe ni nani kwa hii nani mimi na wewe nani anasema? Ni aje? Yaman. Gaza. Mambo. Emancipate yourself from mental slavery. Nani anajua hiyo song? Ujui. Come. Emancipate yourself from mental slavery. Ndio hiyo mic. Yes. Yeah. Weka uzito. Endelea. Redemption songs. Ndio hiyo, twende kazi. Emancipate your friends from mental slavery. None of them can free up your mind. Hebu tuweke hiyo ngoma hapo. Nani mwingine anajua? Nani anajua hiyo song? Come. Lete hiyo mic, nani amechukua? Yes, weka hiyo ngoma. Tafuta hiyo ngoma hapo. Yes. Twende kazi. Anza. Weka tu bila beat. Yeah, kata.
Keti. Leta hiyo cape. Leta hiyo cape. Nitakupatia. Yes. Yeah, nitakupatia. Acha ikae hapo. Kama imeshindwa kushika kwa mkono nitakubebea. Emancipate yourself from mental slavery. None but yourself can free your mind. For how long shall they kill our prophets as we sit aside and look? And then we say they got to fulfill the book. Did you hear that? Did you hear that? For how long will they kill our prophets as we stand aside and look? Who is a prophet? It's not like Kudube. Who is a prophet? Look at your neighbor. Look at the person next to you. Angalia mtu mko naye. Muangalie tu kwa macho. Umwangalie ndani ya macho yake hata kama unaogopa yeye. Muangalie ndani ya macho yake. Muangalie vizuri. Angalia macho ya huyo. Yes. That is the prophet. Huyo sasa ndio prophet. Huyo unaona is your prophet. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Today nataka tufanye kitu nito conversation. Sema conversation. Sikuhubiri. I'm not preaching to you. But I want to have a conversation. Mimi naitwa Ndora Waruige. I come from district called, then it was a district. Ilikuwa inaitwa Nakuru. Now is a county called Nakuru. Sub-county inaitwa Molo. The small village inaitwa Kiamberedia. That is where I came from. Nilipokuja Nairobi, niliombewa lift na mama yangu kwa gari ya mafuta, ambayo ilikuwa inadriviwa na cousin yake. Mamangu aliniwekea viazi kwa kagunia kale kadogo ka fertilizer na cabbage 3 kwa kagunia kingine. Nilikuwa nimeuza mbuzi zangu 3. I had 10,000 in my pocket. Nilikuwa nakuja kutembelea brother yangu ndio nitafutie kazi kwa jeshi. Maana bibi yake alikuwa na mtu wao alikuwa ndani ya jeshi. Because mimi nilikuwa nataka siku moja nianguke na parachute. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nilikuwa nataka nianguke na nini? So tumbuzi twangu tuote twa nyumbani niliuza because nilisikia kuna prospects za kuenda kuanguka na parachute. Na nikakuja nikapatia huyo bibi ya ndugu yangu the whole money I had. Ndio aende ahongane niandikwe kazi. Nikaanguke na parachute. I didn't want to become an army. Lakini that was the only way ya kuanguka na parachute. Lazima ukue army. So nikapatia huyu mama pesa zangu zote. Kumbe alikuwa tapeli. Akapotea na pesa zangu. Na si zangu peke yangu alienda nazo, ni za watu wengi. Alienda na kitu 500,000. Na akapotea na kaacha bro. Bro naye kwa sababu pesa zilikuwa zinaletwa kwa bro. Bro akaambiwa lete pesa. Bro akakuwa hana pesa, akashikwa. Akapelekwa Kasarani police station. Hapo tulikuwa Mwiki. Sasa kuna wakati huo wote nikingojea job nilikuwa nakaa hapo nje. Ndio property zile za Mwiki za zamani zile zimejengwa plot za ndani zinaangaliana, alafu bafu na choo ziko nje. Si mnajua hizo plot? Hiyo ndio nilikuwa hapo, ndio tulikuwa tunaishi. Sasa nilikuanga natoka pale nje kuota jua kila siku. Na kila siku nikiota jua kuna vijana walikuwa nakipitanga wanaitagwa machokora na kigunia. So walikuwa wananiuliza, "Buda, kuna sembe." Sasa kwa sababu kulikuwa unabaki sembe ile ya jioni, na wapatia sembe wanabeba wanaenda wakikula. So walikuwa marafiki wangu kidogo kiasi. Wakati huyu mama alitoroka, my brother alishikwa akapelekwa Kasarani police station. Akiwa ndani ya Kasarani police station, landlord akakuja akatoa vitu zote akarusha nje, maana alisikia wale wanaishi hiyo nyumba ni wakora. Sasa mimi nikarushwa nje. Sasa hiyo nilikuwa Nairobi 3 weeks. Sikuwa na wiki mingi. I didn't have anywhere to go. Sasa wale vijana wa chokora walipokuwa nakuja wakipita, wakaniona. Na mimi nikawaona. Wakaniruhusa sembe, nikamwambia leo hakuna sembe, nataka tuende na nyinyi. Wakaniuliza kuna nini jo? Wakaniambia mimi nataka kufanya hiyo job mnafanya. Basi tuende, wakanipatia kigunia. Akaniuliza mmoja, akaniuliza utatumia hii.
Nikamuuliza ni nini, akaniambia hii ni staff ya wazee. Nikamuuliza ni nini, wacha ufara, hii ni glue. Inakuweko na kuwa hai. Nikamwambia wacha nifute kidogo, nikavuruta. Akaniambia fanya, nikavuruta tena. By the ya 3 nilijikuta nimeanguka chini. Sijielewi kutoka hapo. Walinibeba wakanipeleka kwa keja yao. Ukienda Mwiki na huko chini kuna place inaitwa Manguo. Huko ndio walinipeleka kwa keja yao. Keja ya makaratasi. Nilipofika huko nikafeel yani hawa ni watu wanaishi maisha poa. Maisha yani niliona sijui kama ni glue ama ni bangi, maana walikuwa navuta bangi. Unaona mpaka area hiyo yote na kwa ya white. So sijui kama nilivuta hiyo bangi ama ni hizo maguru nipunguzie. Uacha baba lete. Ni nini? What's wrong with you? Lete tu. Ni Kang MP for Embakasi East. Huyu Kang hatapata kiti. Hatapata. Nimemcancel, hatapata. Na ndio nimemwekelea kwa hii madhabahu, hatapata. Sema amen. Sema amen. Hata muende mumpigie kampeni gani, hatapata. Mimi ninajua nani atakuwa. So nikiwa kwa hiyo makeja zao huko chini tumekaa huko. Ndio nikaanza kuona ile mabati wanaokota wanaenda wanauza. Siku ya pili tukaenda tukaokota mabati, tukaokota matakataka machuma, tukauza. Niliuza kilo 2. Nikapata shilingi 150. Kama kuna pesa imewahi kunifurahisha. Pesa yangu 150. Pesa ya nani? Yangu. Si ya kupewa, my own money. Sema my own money. Wow. The following day nilikuwa nimeamka saa 9 twende job. Wakaniambia wewe tulia fala. Nafikiria huko ni kwa mama yako. Huko tunaendanga na mtaratara. Kwanza enda utafute ni tafuta kitakula nini. Nikamuuliza enda kwa ile hoteli iko huko juu atakupatia food ile malaptop ziko hapo. Sasa mimi kwenda nikaanza na kielele yangu sababu nataka kufanya job. Nikaenda huko kwa hoteli hapo juu. Ile unaona ile asubuhi watu wamekula breakfast, zile mandazi zimebaki, machakula zimebaki, si wanarushanga huko nje. Kumbe kuna mtu alikuwa ameoda nini? Hiyo ilikuwa ya kupelekeanga umbo yake ama nguruwe zake. Sasa alikuta nimekusanya, alinikula teke kama umbwa, nilisama sauti kama mara 6 driang. Niligongo kwa sababu ya umbwa. Teke. Nikarudia huko maboys nikawaambia sina food, imekosekana. Huyo mmoja akanichapa slap, nikaanguka chini. Huyo boy akaniambia huko lazima ujifundishe the hard way. Huko tukaangi venye mnakaanga huko nyinyi mafala. Kwanza wewe ni fala. Sisi tukapenda na tu, lakini tukaendelea hivyo. Siku ya 3 tukaokota machuma. Nikatengeneza shilingi 300. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mtu kuna Mungu mbinguni. Haleluya. Sema kuna Mungu mbinguni. Na huyo Mungu ndio nataka kumuona leo. Mwambie hivyo. Sasa unaniangalia ni mimi naambia, ambia huyo mwenzako hapo. Mshike mkono, ambia mshike mkono huyo mwenzako. Hata kama hako na Ebola mshike tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie there is God in heaven. Siku ya 4 tukienda kutafuta hizo machuma. Kuna mama fulani alikuwa amebeba kipochi yake. Sema kipochi. Hapo najua hiyo lugha mmeielewa. Huyo mama alikuwa mbele yangu. Sijui alifanyaje, kipochi kikaanguka. Mimi nikaona ameangusha kipochi. Nikaenda faster. Si unajua venye tunaendanga faster. Na magnetic finger. Si unaelewa magnetic finger? Mara that nikachukua na nikaisunda hapa. Kwenda mahali nilijificha chochoro 2. Ilikuwa na 20k. Wow. Sema 20k.
Lakini isikue maombi, msianze kwenda kuomba. Ni destiny. Nataka kuzungumzia mambo ya destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaokota 20,000. Nikiwa na 20,000 nikaenda kumbe kuna mahali tulikuwa tunapelekanga hizo mabati. Nikacheki ako na kale kakilo kakupima na hako na place alikuwa ametengeneza mahali pa kuleta hizo mabati. Mimi nikaenda huko Manguo hapo juu karibu na reli. Nikajenga place yangu. Nikaambia maboys sasa leteni ninunue. Maboys wote kwa sababu walikuwa wananipenda, walilete mabati wapi? Na huyu alikuwa anatuuzia na mkopo, mimi niliwalipanga cash. Maboys wote wakalete hapo. One day nilikuwa na pick up mzima. Biashara yangu ikaanzia hapo. 2 days later hapo kwa Kenyatta farm. Si huko Manguni kwa Kenyatta. Nikakata kashamba kadogo tu. Kuna sometimes unafanyanga vitu vingine kama ni mtu amevuta bangi hata kama hujavuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakata shamba yangu quarter acre hapo. Nikajenga nyumba ya makaratasi ya 2 bedroom. Mahali pa kufanyia job na mahali pa kulala. Na nikakuwa first nyumba yangu kujenga ni hiyo shamba ya Manguo ya Kenyatta. Ya makaratasi ya nylon, si mnajua. Juu na huko kando makaton. Nikakuwa investor. Nikaanza kununua machuma, nikaanza kununua makaratasi. Alafu sasa kutoka hapo nikakuwa na nyumba yangu bedroom. Sasa nilikuwa na host watu wanakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako there is destiny. Na leo, mwambie na leo I'm getting into my destiny. Nyota yangu iliibiwa lakini nitairegesha. Ule mama bibi ya brother yangu aliiba nyota yangu ya 10K. Kuna mtu nyota yake iliibiwa na shilingi 5. Kuna mtu nyota yake iliibiwa na kwa sababu kuna laana tu iliachiliwa katika familia. Nilianza biashara hivyo. Kutoka hapo ndio pale Githurai. Ungapi unajua Githurai? Roundabout. Kwenda kwa hiyo church ya Catholic. Hapo chini yake ndio kulikuwa na dumping site hii ya Dandora. Ilikuanga hapo. Sasa hapo ndio tulikuwa tunaenda tunayokota machuma, makaratasi, tunayapeleka huko juu tunauza. Alafu baadaye hiyo ikajaa. Maboys wakaanza kusema tutafute dumping site. Ndio tukaambiwa Dandora kuna shimo. Ilikuwa na chimbwa maji hiyo na mawe na kampuni inaitwa Burji Hirji. Nikaenda hapo. Nikapata site. Sasa tukasema gari zote zianze kukuja wapi? Dandora. Dandora tukatengeneza gate. Magari zote zikiingia huko so ngapi? 1. Destiny. Mwambie mwenzako destiny. Mwambie si story. Mwambie na ukitoka hapo ukiwa wewe ni mjinga. Mwambie ukitoka hapo ukiwa bado wewe ni mjinga. Utaipona. Leo lazima ujielewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuache vitu zingine ndio tuingie kwa kwingine. Gari zote za Nairobi mzima zililete takataka Dandora. Nilikuwa nalipo 100. Kila siku nilikuwa natengeneza 20K every day. Sasa Kismat nyingine ikakuja. Unaona kuna mtu wa Kismat kama wewe. Hebu jiangalie kwa uso wako ujione. Wewe ni mtu wa Kismat. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwa hapo akina Wanogo wakikuja. Sijui kama mnasikia kama mtu alikuwa anaitwa Wanogo na Rasta na Washosho. Wewe ni kitabu tu nasomanga. Walikuwa mabeste wangu. Wakakuja wakaniambia walikuwa wanaishingi umoja wani hapo kwa Mwenje hapo. Wakakuja wakaniambia wangetaka place wanakuwa naficha si bangi, wanazoea. Wewe umezoea bangi mpaka kila kitu unaonanga ni bangi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakia hapo wakaniambia wako na bunduki na wangetaka niwafichiage wapi? Huko ndani. Nikamwambia kila siku nikauliza mnataka kulipa pesa ngapi? Wakaniambia kila siku utakuwa kulipa bunduki moja tao moja. Zilikuanga bunduki 8. Sasa kila siku tao 8. Kumbuka kule kwingine nina tao ngapi? Hizo ni ngapi? 28. Alafu kitu kingine poa sana. Yaani kitu kingine poa, sema poa. Kitu kingine poa sana. Zile gari za kutoka Runda. Najua Runda wakulangi chakula wanamaliza. Wanapika chakula mingi lakini wanakula kasahani kamoja. Chakula kingine yote wanatupa. Wanatupa nini za pupu za mtoto, wanaweka na pamoja na watoto na nini na chakula. Sasa ikikuja tukua tunatoa hiyo pupu ya juu.
ya chakula, tunatoa pupu, unabeba chakula. Maana pupu haijaenda chini, si iko hapa juu. Unatoa tu poa. Alafu kampuni nyingine inaitwa Nasi kutoka Embakasi airport. Wakileta chakula yao, sasa mimi ndio nilikuwa songo wa kugawa. Sema songo wa kugawa. Mwambie mwenzako kuna mahali tunaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama mnanielewa. Mwambie mwenzako kuna mahali tunaenda. Na tutaacha vitu zingine tupate vitu zingine. There is a behavior, kuna kitu lazima ukiwache ndio uende kwingine. Sasa katika hiyo hali, siku moja nikaamua nikauliza wandogo, huko mnaendaka kwa sababu mkikuja naonanga mmebeba pesa mingi. Maana huko ndio walikuwa nagawia. Nikamwambia tuende siku moja. Kanisa unataka kwenda? Tukaenda mahali hapa juu, banki moja. Kumbe mimi sikuwa nafikiria wanaendanga kuvuja bank. Mimi nilikuwa nafikiria wanaendanga duka, wanauza maguo, wanalete. Ndio kwa maana wako na buduki ya kuchuga pesa zao. Mimi sikuwa najua, maana sikuwa naelewa vizuri. Sasa wakaniambia tuende. Tukaenda mahali kwa banki nyingine hapa. Wakaniambia kijana kaa kwa gari. Wakaingia huko. Kidogo nikasikia toa watu wote wakala. Huyu mwenye tulikuwa naye akaalisha mtu pa. Nikastuka. Kidogo nikaona wajamaa wamekuja na mabox. Zikaekwa ndani ya gari, tukaenda mpaka dumping site. Nikapata tulikuwa na 60 million. Nikapata yangu 5. Sema 5. Kutoka hapo my life changed. Bwana Yesu asifiwe sana. My life did what? Nikakuwa investor. Lakini angalia ka trend kangu. God blesses somebody. Listen here. God blesses somebody because of character and behavior. Aliangalia mimi nilitoka nyumbani na 10,000. 10,000 haikuwa mama yangu, ilikuwa pesa yangu. Nilikuwa nataka kutafuta job, lakini nikakoniwa. Kugogwa lazima utagogwa dunia hii ndio uishi mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivyo wewe unagogaga watu ujue hata siku moja utafanya nini? Utagogwa. Hivyo unaibaka pesa za wenyewe hata siku moja yako itafanya nini? Itaibiwa. Na utalia. Wenye wanalianga utalia. Mungu aliniangalia akaona huyu mtu ako na interest. Nikatoka hapo akaangalia wakati nilianza kuuza mabati akaangusha. Kuna vitu zingine Mungu anaangushaga, zinaanguka chini. Akaniangushia hiyo pesa zikachukuliwa. Nikaenda nikaanzisha kazi yangu. Akanipatia idea nikajenga nyumba, first house. Nikajenga nyumba. Ni nani yako na nyumba yake hapa? Nikiwa na 18 years nilikuwa na nyumba. Lakini ni ya makatoni na makaratasi. Lakini ilikuwa nini? Ilikuwa nyumba. Mungu anaangalia, akaangalia huyu kijana ako na mawazo mazuri na anataka kuendelea. Akanifungulia mlango ya Dadora dumping site. Akasema huyu kijana ako na mahali anataka kuenda. Akaniitia waizi na akaniitia mikora na majabasi wote wa Nairobi wakakuja mahali wapi? Pale. Wakanipatia silaha zao zote mabuduki, nikakaa nazo wapi? Pale. Walikuwa nakuja kunibebeleza. Wananiambia leo hatuna pesa, nikubalishe tu, nibebe buduki, nitarudisha nikilipewa pesa. Buduki ni yako, lakini walikuwa wanafanya nini? Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliona niko na akili, akaniambia utatesa hao wa jamaa, utakula mifuko yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama mnanielewa. So God will create a place for you to live if you showcase your mind set inataka kubarikiwa. God will never invest in a mind that is not working. God will never invest in a mind that is not ready to be invested in. God will never bless you if you don't have a mind that is supposed to be blessed. You have to prepare your mind to be blessed. Hebu jiulize, wakati unachukua rungu, unachukua panga, ama unachukua moto, ama unaenda unachoma duka ya mtu, unachoma nyumba ya mtu, unachoma kila kitu. How is God looking at you? Bwana Yesu asifiwe sana. How does God look at you? Does he see a good man? Does he see a very special man? No. I'm telling you no. Mungu alinibariki. Kutoka hapo ndio mungiki sasa ikaanza kuchacha. Tukatengeneza mungiki. Na mungiki ikaanza kukua. Tukaulizana tutaendelea kukaa kwa dumping site? Hapana. Tushike barabara.
Mungu akatusaidia. Barabara ilikuwa na watu, ilikuwa inaitwa Kamjesh, walikuwa inaitwa Kamjesh, lakini tulienda tukawabumburusha, tukawatoa. I say, Bwana Yesu asifiwe sana. Tulipowabumburusha wote Kayole 1960, mimi ndio nilianzisha route 1960 Kayole. Route number 14 ya Kariobangi mimi ndio nilianzisha. Route number 28 mimi ndio nilianzisha. Tukiwa na kina Masha Live. Nasikia song inasema Masha Live. Mnasikia hiyo song? Huyo Charlie tulikuwa naye lakini alilala. Aise. Yani favor ilinifuata, favor after favor. It doesn't matter how. It doesn't matter how. But God looked at my positive side. Aliona ninataka kuendelea. Aliona ninataka kufaulu. Siku hiyo ndio sasa tuko pale Soweto. Wamama wote wachang'aa na bangi. Akina mama Madhiaka. Ni Madhiaka, mama Madhiaka. Alikuwa anaitwaje? Joshua huyu. Ni Joshua mani nani? Ni Joshua. Sasa hiyo Joshua ndiye alikuwa na huko, yeye ndiye alikuwa kusema Soweto wakati ilikuwa ya mabati na matope. Sasa sisi ndio tulikuwa na provide na security. Unaona? Unatafutwa tu huko mtaani because Mungu ana create positions, ana create a situation for you because anaona the positivity side of you. Uliza mwenzako, what is the positive side of you? Yani muulize, ngoja kidogo, muulize Mungu akikuja saa hii ni pande gani yako anaweza ona? Muulize tu. Muulize tu pole pole. Ni pande yako gani anaweza ona? Tuseme God ashashuka sasa. Which side of you anaweza ona? Yeah? Amekwambiaje? Negative side. Kamita katarudi the other side. Why? Because of that desire. It is not what you do. It is the desire to do. What will you want to become? Wewe mrembo, unaweza taka kukua nini dunia hii? In 5 years to come. Will you want to own a car? Will you want to own a car? Uendesha kagari kako? Unaweza taka kuwa na nyumba yako? Unaweza taka kuwa na mzee? Mzee, wewe wacha. Unaweza taka kuwa na bwana? Unaweza taka kuwa na biashara yako? Unaweza kuwa nataka kasaruni kako, kinyozi yako, matatu yako, nyumba yako, maisha yako, watoi wako na wapeleka shule ya wadosi kama wale wengine. Hapo sasa jiulize matendo yako sasa inaweza kukufikisha hapo. Inaweza ya sasa. Ile level umejiweka saa hii, unaona kama unaweza fika huko? Ya, ile level umejiweka saa hii, ile maisha huko nayo saa hii inaweza kukufanya kesho kuwe hivyo. Yeah? Can God look? Mungu anaweza kuchukua page yako aifanye ikuwe positive. How? Sio usha-change, tuangalie tu, twende tukue positive, twende tukue positive. Yeah, tujiangalie tu. Hebu jiangalie, juzi ulipanda juu ya motorbike mkiwa watatu. Ukapatiwa 1,000 na msee fulani. Mkaenda mkabomoa duka ya mtu. Mungu akafungua hiyo page. Unaona ukibarikiwa? Unaona ukibarikiwa? Yaani hebu kumbuka, juzi ulienda ukapiga mtu fulani, msee fulani, ukamnyonga, ukampiga geta, ukamfanya nini? Mungu akafungua hiyo page. Maisha yako inaweza kuchange. Bwana asifiwe sana. Yaani vitendo vyako saa hii, what you are today, can God come in for you? Tuongee tu kweli. Hapa nimesema si kuhubiri na hubiri. It's a discussion. Let us discuss. Yeah? Ndio uwekwe kuja hapa. Yeah man. Ndio uwekwe hii. Hii ni tears. Si ni tears? Unalia. Unalia kwa nani? Unalia kwa nini? Hii ni Unalia kwa nini? Hii like ni kama ya familia hivi yangu. Hii ni kulia. Yeah. Najua Gaza, sikilizeni. Gaza ni watoto wa Mungiki. Si ndio? Mimi ndio nilikuwa mkubwa wa Mungiki.
Kwa hivyo ni ukifanya kitu ninaelewa ni nini. Hii ni rada, ni radi, si ndio? Yeah. Hii ni tears. Unalia kwa sababu society imekureject. Yeah. Imekureject kwa nini? What have you done to be accepted in the society? Ni nini umefanya in the society ambayo inakufanya society ikupende? Sini zitu Watu wote wanakujua, yeah. Ukipita tu hivi wanajua kuna kitu itapotea. Yeah. It's true. Si true? True. Si kweli? Yeah. Sasa why are you crying? Na wewe ndio cause ya the cry. Okay. Ilikuwa those days. Sasa tunaona tuna nini whatever. We are not judging. Yeah. Nobody is judging anybody. Okay. Hapa no judgment. No judgment. I was a thief like you. I was a robber like you. I was a chokora. I was anything that you can call me. I was a goon. Mimi ndio chief goon. Mimi ndio nilianzisha baba ni nini? Wewe shaikukua kwa hii maisha wewe. Enda huko na usirudi hapa. Huyu jamaa anatujua. Anatuelewa kweli? Hatuelewi. Namona anatuelewa kweli? Hatuelewi. Sasa sikiliza. Ndio ulie. Yes. Maana unalia kwa sababu society ikikuona inachukua ngamawe. Inataka kukuchoma. Ni kwa nini walifika mahali wakaona ni vizuri ukufe? Life. Umehangaisha raia sana. Are you seeing now? Sasa whatever ameweka huko ni yeye mwenyewe alijitakia. Lakini sasa anataka to believe society inamuonea. Mimi nimeenda jela 52 times. 52 times. Kwa hii mwili yangu nimepigwa risasi 12. Yeah? Si nataka kukwambia ati nikuonyeshe? Yeah? Nikuonyeshe? Nitoe nguo? Bwana Yesu asifiwe sana. Nimehukumiwa kunyongwa mara 2. Wale wanajua block D Kamete. Wangapi wanajua block D? Wangapi wanajua room 38? Block D room 38. Wewe alikuanga, wewe ulikuanga. Lakini sasa wewe ubaya uliletwa na wizi ya ujinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani anajua condemn Kamiti? Ulijua condemn? Wewe na main ama ulienda ile ya waizi wa kuku? Huyu ni waizi ya kuku. Kuna main na ile ya medium, kifugo dogo dogo. Nyinyi wengi hapa ni wa inda. Kifungo dogo. Ile ya kufungwa nje. Jaji anasema ambia mama yako akuangalie. Bwana asifiwe sana. Mwambie mwenzako there is hope in life. And we need to change today. Mwambie we need to change today. I understand your life because I was in that life. I was like you. Nilivuta bangi, nilikula dawa, nilikula kajabes nilikula, na C5 nilikakula. Wangapi watu wa C5? C5? Wako hapa najua hata mko nazo. C5? Yes, si unaona? Tuko wengi. Tulikakula. But there is one thing I want to assure you today. The life hii haitakusaidia. This life, it will never make you. It will destroy you. Hiyo kitu naona unafanya unafurahia saa hizi. It will come to haunt you. Baba, kuja hebu come. Ni nani huyo? Come. Kuja wewe. Kuja. Ni nani? Mwangi ni nani? Kuja chairman. Hata machairman. Ulikuja kuja. Akonja. Chairman sasa ukianza kusema uko jaa na wafuasi wako
Nataka ukae karibu na udem. Kana huyo ndiye atakupatia food. Wewe kuja. Assistant chairman. Wewe ndio msumbufu. Unaona viongozi ndio wanatusumbua. Kaa hapa. Kaa karibu na hiyo mama. Umuite madhe. Bwana asifiwe sana. Ile discussion nataka tukue nayo. I want to be your mentor. I have gone through it. I know for sure hauendangi kuiba kwa sababu unataka. Hauendangi kuuza mwili wako kwa sababu unataka. Kuna mahali life inakufikisha mpaka unaona there is no otherwise. But also there is that will in you, ile ya kusema nimechoka na hii life. You can only change. You can only do what? If in you kuna that will ya kutaka kuchange. Si ati uko mbaya, hauko mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nikikuletea ngiri moja nikikwambia ndio ufanye kitu na haukuwa na hiyo ngiri, si utaichukua? Utaiwacha kweli? Utaiwacha kweli? Mara that. Lakini nikikwambia we can do this to develop our life, to develop our situations. Tutafute mboka. Is it okay? Is it okay? Maana nimepita kila mahali nasikia goons. Nikaenda kufanya research. Who are these goons? Nikasikia ati wewe ndio unatangwa goons. Kijana msafi kama huyu. Look at this handsome boy. Cheki ujali. Cheki. Lakini ukimkuta kiwa job akikuitisha, utajaribu kuangalia uhandsome unakosa, maana sura nyingine na kama ya nyoka. Nikakushika mkono tutembee na wewe. Yeah? You know my son looks like you. Hata nataka kujua mama yako. My son looks like you. Si Njoro anakaa huyu? Si anakaa Njoro? Si nakaa tu hata Njoro na nywele kama hii. Unajua wakati nilimwangalia hapa niliona ni kama ni Njoro. Uko how old? 21. You are 21. Huyu ni Njoro. Unaitwa nani? Naitwa John Mbogo. Mbogo. Kwani ni wapi? Nakaa Soweto. Muliishi Soweto miaka hii yote? Mimi nimegrow ya Soweto huko Kayole. Huko Kayole? Yes, the grow Ushago. Hauna Ushago? Iko but ni Soweto. Yes, mimi nimeshinda Soweto. Huko ndio Ushago. Nitakusupport. Unafanya umesoma mpaka class? Class 8 nika drop. Ulifika class 8 uka drop. Unaweza taka kufanya nini? Kama nini? Nini unaonanga unaweza fanya? Ako na mdomo. Yeah, naweza fanya course yote like engineering, wiring, mechanic, anything. Sawa. Kwa unajua the guilty are always afraid. Sikuna hiyo lugha? The guilty huyu anakaa my son. Anafanana kabisa na watoto wangu. Nitafute mama yake. Acha na mama yake. Lakini I will walk with you. Bwana Yesu asifiwe sana. I will walk with you. You will change today, not tomorrow. Today you will change your life. And this is what I want to do to everybody. All of you.
mukini promise mnataka kuhama kwa life ya goons, muende kwa life positive status. Mimi mutawacha tuambie Ruto hakuna goons tena Kenya hii, si ndio? Tuambie Gachagua hakuna goons today, si ndio? Tuambie Babu Owino hakuna goons. Tuambie Sifuna hakuna goons. Tuambie Sakaja hakuna nini? Tuambie Kalonzo hakuna nini? Tuambie Matiang'i hakuna nini? No goons. You are not a goon. Hebu angalie mwenzako muulize, unaona ninakaa goon? Muulize, unaona mimi nakaa goon? Amesema hapana. Na muulize, na kwa nini unajikutanga kwa goon? Alo, tutulie sasa. Tutulie. Baada ya mimi life yangu, nilikuja nikaanza kujiingiza kwenye siasa. Na nikakutana na wanasiasa. Hakuna mwanasiasa Kenya hii hatujakula mesa moja. Kwanza tulikutana na Mwenje, na Katabaki, George Nyanja, Wangari wa Maathai, Kibaki, Matiba, Koigu wa Mwere, Raila. Uhuru ni mimi. Mimi ndio nilitangaza uhuru mara ya kwanza. Nikasema hatutaki wazee Kenya, tunataka kijana. Maana nilikuwa nimeona hope in this young man, only to find that I lost it. Tumekula na Ruto pamoja. Hawa na siasa Sakaja, I supported Sakaja 100%. 100%. Raila asubuhi alikuwa ananiitanga, pigia simu. Anaanza uko wapi kuja? Naenda Karen. Ananiambia nenda mfanye ABCD, tunaenda. Lakini there is, kama kuna hypocritical move ambazo zinakuaga na hawa watu, ni wanasiasa. Maana siku moja Uhuru alinipatia 10 million. Niende nipige mkutano ya Raila hapa chini Kamukonji. Tukakuta mavijana, naona hata huyu Japoro alikuwa. Ulikuanga? Tuliwatuanga. Tuliwanyorosa vizuri. Lakini sasa ile kitu ilinishangaza sana. Mbunge mwingine wa Nyeri akanipigia simu akaniambia kuja hapa Serena tukunywe chai. Nikaenda Serena. Ni kwa kona moja pale, kwa kona ya Serena niliona Uhuru na Raila wakikula chai. Na sasa hiyo kuna mtu ameenda Kenyatta na mainjari kwa sababu ya Uhuru na Raila. Kutoka siku hiyo ndio nilijiona mjinga. Nilijiona nini? Na nikasema I will not be man for hire anymore. Nikabadilisha nia, misimamo yangu yote. Nikasema I will never hurt a man because of a man. Nikasema I will never destroy a property because of a man. Nikasema siwezi kukula mali ya mtu because I know how to look for that money. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo nikasikia sauti ya Mungu ikiniambia, ukitaka nikubariki, heshimu wale nimebariki. Umenielewa hapo? Ndio Mungu akubariki, anakuangaliaga umeharibu mali ya mtu mwingine gani. Maana baraka ni Mungu upatiana. Mungu alipatia huyu, ndiye alikuwa kwenye line. Hapa kwenye line, Mungu anapatiana faida inatokanga na line. Hebu simameni nyinyi wote. Nyinyi simameni hapa. Kuja hapa, simama hapa. Angalia huko. Huko. Fuata yeye. Fuata yeye. Wewe kuja. Wewe kuja. Fuata yeye. Sasa Mungu, jina yako ni? John. Faida yake inatoka, anabarikiwa. Jina yako ni gani? Mwenje. Faida yako inatoka. Wewe ni nani? So, David, faida yake inatoka ni nani? Dan, faida yake inatoka.
Na hivyo zimeteremka already. Wameanza kubarikiwa sasa. Hivyo ndivyo Mungu hufanya. So kama huyu amebarikiwa leo, yako inakuja kesho. Sasa angalia, kesho hiyo ndio nabomoa ya huyu. Mungu anasema kama anabomoa ya huyu, nimupatie kwa nini? That is the reason you ever be poor. Destroy property ya Mungu, ya mtu, na hiyo property imetengenezwa kwa mtu kwa sababu ya Mungu ndiye amepatia huyu mtu. Wakati yako ya kufika, kuna maswali itaulizwa. Huyu duniani anafanyanga kazi gani? Anaharibigi kile kitu umebariki mtu nayo. Kwa hivyo nasikia maisha yako inawekwa blackout. The reason unajikuta hauna chochote ni kwa sababu Mungu amekasirika na wewe, kwa sababu vile vitu unafanya ni za kuchoma maduka za wenyewe, kuchoma manyumba za wenyewe, kuchoma magari za wenyewe, kuiba mabwana za wenyewe. Siku na wengine hapa hatuna mabwana. Hebu niambie, tu kweli tu. Si tumesema nikuongea? Wewe uko na white. Wewe. Tuongee tu ukweli. Umewahi kuiba bwana ya mtu? Yes. Yes. Kama umeiba bwana ya mtu yako, sikiliza, kama umewahi kuiba bwana ya mtu, bwana yako ameshikiliwa mahali. Bwana yake ameshikiliwa mahali, maana yeye ni mwizi. Sasa Mungu unataka nikupatie wako na uko na wao wenyewe. Aje sasa? Aje sasa? Hakuna wenyewe? Sasa mnataka kuniambia hata mimi mnaweza kuniiba? Ati? Asubuhi sana. Asubuhi na mapema? Sasa sijui anatumianga nini kuiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama hautaki kuhifadhi vitu za mtu, naye Mungu hata kupatia. Hiyo ndio principle ya the kingdom of heaven. For God to bless you, you must be prepared for the blessing. For God to give you, you must be prepared to be given. For God to anoint you, you must be prepared for the anointing. Are you getting me? There is things that we must change. Wakati Joseph alikuwa ndani ya jela, walikuwa wanataka kumuua, lakini ikasemekana kuna ndoto lazima tafsiri. Kutoka kwake kwa prison, alipelekwa prison na Kimariamu. Ngapi wanajua Kimariamu? Sisi wote tunajua. Alipelekwa na Kimariamu, lakini wakati wa kutoka prison aliendewa na gari za State House. Lakini kitu ya kwanza walimwambia lazima unyoe ndevu, maana ndevu zilikuwa zimefika huko, ndio aende akutane na baraka zake. For you to change, lazima unyoe ndevu. Na ndevu ni nini? Ni hiyo tabia mbaya. Ndevu ni nini? Ni hiyo kuharibu mali ya wenyewe. Ndevu ni nini? Ni hiyo kunyang'anya bwana ya wenyewe. Mimi msininyang'anye. Ndevu ni nini? Hiyo tabia mbovu unafanya. If you can change, you will be like me. Hii nyumba unaona hapa we hire. Sio yangu, si kujenga, nimejenga. We do what? We hire. Tunalipanga 700k per month. Na ni mimi ulipa. Hakuna mshirika analipanga. Niliambia Mungu, nipatie mahali pazuri pa kukuabudia na nitafanya nini? Hii kujenga kote unaona kumejengwa hapa. Sio watu nilihaya kutoka nje. Hii ni ile kazi nilisomea Kamiti. Na wale maboys tulikuwa nao Kamiti wakakuja. Tukasaidiana, tukatengeneza hii interior designs. Hakuna mtu alitoka nje. Hizi nguo naona niko smart. Niko smart. Hii ni kampuni yangu. Tunashona nguo. Na wale tunashona na wao ni wale walitoka Kamiti, industry area, kule Athi River, Kodiaga, kule Manyani. Hao ndio tunafanya job na wao. Huyu chali unaona hapa ni wa Kodiaga huyu. Alikuwa amefungwa 13 years. Tukang'ang'ana mpaka akatoka.
Si unaona nikachari kazuri? Unaona kaaje? Amechange. Ni positive. Ako right. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu wote tunafanya na wao kazi hapa. Hakuna mtu mzuri. Ni ex majambazi. Ni ex ma prostitutes. Ni ex wakora. Ni magoons, ex goons. Huyu ndiye alikuwa ananiwekeaga bunduki. Huyu. Hata anakaa. Huyu. Bunduki zangu zote huyu ndiye alikuwa anakuweka kwa mari yangu. Mnanielewa? Huyu ndio chair lady wa hii church. Ako aje? Ako aje? Ameolewa. Yako na bwana. Yeah? Ati nini? Ati hakuna shida? Yeah? Learn to share. Sasa mtu kama huyu hata Mungu akisikia atakukubali kweli? Bado na uniform bado unaendelea kuharibika. Unataka kuja chaji kuja uharibu uchearedi. Yeah? How many of you mungetaka tutembee pamoja? Mko hapa? How many of you would want to change and to change forever? To change for the best. Inua tu mkono wako unasema sasa mimi nimechoka kuitwa goon. Mimi nimechoka kuitwa mkora. I want to serve God. Amen. Mwambie mwenzako amen. And the journey has begun. Sema the journey has begun. Wakati mimi niliokoka kuna mtu aliamini naweza kuokoka. Wote walinitoroka. Wamungiki wakataka kuniua. Polisi wakasema nimekuja kujificha ndani ya kanisa. Watu wa kanisa na wao wakasema mimi ni mkora, sijaokoka. Lakini waliniimbia wimbo moja siku moja, nikajua I am safe wherever I am. Whether they accept me or they don't accept me, nilijua I am safe. Waliniimbia wimbo moja nasema niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche. Mwambie adui zangu niko chini ya mwamba. That is the only thing niliambia Mungu. Nikamwambia nifiche. Maana niko chini ya mwamba, mwamba ambao hawezi kutingisika. The moment you accept, the moment you see God as your savior, the moment you see God as your personal protector, your life will change forever. Mimi sikuwa najua I can own an helicopter. Hello. Hiyo mliona nilikuja nayo hapo, si ya kukomboa. It's my private car. Hiyo ni property yangu. That's my property. Remember, hapana, nabarikiwa na wewe utaki kubarikiwa kwa nini? Sikiliza. Nilikuwa chokora. Nilikuwa goon. Nilikuwa navuta banki. Nilikuwa mwizi. Yaani hizo vitu zote muko nilikuwa. Na sasa ni hiyo mimi nikilandi na nini? Na sikuwa naenda from one, ili nitoa hapa Wilson nikuje ground Jacaranda. Halo? Nilitoka Wilson maana nimechoka kutembea kwa miguu. Sasa nyinyi mkipatiwa na Zakaja marungu mpigane na watu nitapita tu hapa juu. Mkipatiwa na Ruto asimrudishie mai nitapita tu hapa juu. Na nikiona mahali mmekaa na kuja nateremka kidogo naweka vumbi mnatoroka. Bwana Yesu asifiwe sana. Despite this, I own your company ya kushona maguo, interior design, na niko na bank inaitwa Besima. Unaona?
What is your motive? For how long do you want to live the way you are living? For how long do you still unataka kuweka kwa mabadeji kama Japoro every time? Ati ukikutana na Japoro leo wako sawa, the next time unamkuta amekuwa Mokolino. For how long? For how long will you live this life? For how long unaamukanga tu haujui ni maisha yako ni kubahatisha. Hujui unatoka utakula ama utakula. Hata haujui kama utarudi nyumbani. Wengine wenyu hata hamunya mahali pa kulala because huwezi kukua na nyumba ya kulala. Si ni kweli? Si ni kweli? Lakini mwanasiasa anaweza kuja anakaa Runda, anakaa Haringam, anakaa Muthaiga, anakupatia rungu na shilingi 1000 ende ukavunje. Alafu unaenda unapigwa risasi, wanakuja wanasema 3 were shot dead. We tried to stop them. Unfortunately, they refused to stop. And instead they opened the fire. And my boys returned the fire. And in that incident, 3 were dead. And we have 2 who ran away and they have gunshots. So we are appealing to the members of the public. If you find a person with a gunshot, you can report the nearest police station. That is a life that you are living. Simuangalie pale. Angalia kwa switch hapo. That is a life you are living. Life ya kubahatisha. Why? Mimi nilikuwa na hiyo life. That is why I'm telling you what I'm telling you because I know what I know. It is not a good life. It is not a good life. What the kind of life you are living, it is not a good life. But if you can turn to God, God will turn back to you. If you can turn to God, God will turn to you. And they will turn in a big way. Mimi watu hawakuwa naamini kama hata saa hii hata mapastors 90% ya mapastors wa Kenya wananionanga wanachuja. Wananilenga wanasema huyu kiona anahubiri hivi. Huyu chunga mfuko yako. Na huyu pastor mwenye anasema nichunge mfuko yako amekuja na sio hata motorbike, amekuja na baiskeli. Mimi nimekuja na chopa. Sasa anachunga mfuko ni nini yake? Ni nini iko kwa mfuko yake? Ni nini na nika 50 bob? You can change. Your life can be completely transformed if you believe in God. That is all you need. I can see multi-billionaires here. Multi-billionaires. Naona wako hapa. Ninaona watu wako na manyumba yao makubwa. Ninaona watu wamebarikiwa. Ninaona watu wako na magari. Ninaona matajiri. Ninaona members of parliament. Ninaona ma MCA. Ninaona ma governor. I can see a president in this room. I can see a president in this room. Hapa kuna rais. If you can take. Kama tuko na president wa bunge. Huyu hapa. The president of bunge. Your Excellency, kama tuko na president wa bunge, tuko na president wa taifa hapa, tunaweza kubadilisha maisha, tunaweza kukaa vizuri. Ambia mwenzako acha ujinga. Wewe ni milionea. Mwambie acha ujinga, wewe ni milionea. Wa mama, kama kuna mama karibu na wewe, mwambie acha kujiuza. Wewe uko na supermarket kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. If only you can do what is right, God is ready to do right with you. Hello. Hello. Tumebarikiwa leo. Sasa nataka tutengeneze na nyinyi agreement. Every Wednesday tutakuwa tukikuja hapa. Tutengeneze kanisa ya former Mungiki na former Goons. Si ndio? Tujenge kanisa ya former Mungiki, former Goons. Former criminals. Tuhangaishe hawa watu wa kukaa hapa tuko bigudi. Tuwahangaishe mpaka wakae poa. Tuwaambie sasa tumeokoka na nyinyi mkuje. Si nyinyi mlikuwa mnatupatia pesa tukapiga watu. Sasa kujeni muokoke na tuwaambie kama Yesu aliambia Zakayo,
lete nusu ya pesa yako. Ndio mtukae na nyinyi hapa, lete nusu. Ndio tukule hata sisi. Yai Mungu atubariki. Si ndio? Sasa nataka kuuliza swali moja. Niulize swali. Nitajibiwa. Sahi. Siaka. Siaka inaendanga aje? Hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ungetaka kuokoka leo, ni kuombea uokoke. Maisha yako ianze kubadilika leo. Inua mkono wako juu. Nyinyi yote. Sasa tutawaacha nani huko? Simameni mkuje hapa. Kama ungetaka kuokoka kuja hapa. Kimbia hapa. Kuja hapa. Wow. Just imagine hii ni jezi ya Yesu kutoka leo. Tutaita Jesus Brigade. Wow. Si dunia itaharibika hii. Tutachafua. Wewe. Hii ndio jeshi sasa ya kwenda kuhubiri. Hii ndio jeshi ya kwenda kuhubiri. Wachana na hao wengine mahypocrite. Ati niliokoka tarehe 25 1972. Hasa tuko na former Mogeke na former. Thank you. Mwingine akuje, msiwacho kama unataka kuokoka kuja tu. It is your time. It is your time. Na nachokwambia, whatever that God has given me. Japolo, angalia venye umebondwa. Angalia venye umebondwa na bado unataka kukaa chini utaki Yesu. Kuja tu. Wow. Oh my God. Leta hii. Utarudi kuvaa hii tena. Tengeneza kichwa yako ikuwe mzuri, utoe hizo rings. Tengeneza kichwa ikuwe mzuri. Hapa hiyo nitaiosha. Usinyoe, wacha kujificha. Unajificha nini? Kuja hapa. Kuja hapa ras. Kuja hapa. Kwani unaenda kama Santa Bulti mikatika kwa nini? Mwingine rasta? Mwingine? Kuja. Rasta mwingine? Kuja tu. Rasta mwingine? Kuja. Rasta mwingine? Rasta peke yake. Nataka madredi. Mwingine ako na dread, kuja. Niajo na kaka hivi. Sasa ni wapi rasta zinatengenezwa? Zinaoshwa. Wapi? Hapo archives. Ni pesa ngapi kutengeneza? Yeah? 1500. Yeah? 1500. Sawa. By the time tutoke hapa nitatengeneza hiyo plan. Itengenezwe vizuri. Alafu dressing code ichange. Si ndio? Nataka by the time hao wanasiasa watakuja kuwatafuta, wanauliza nitafutieni, unaitwa nani? Anakuja na kwambia nitafutieni ule jamaa anaitwa Kim, na niwe anauliza. You will change your life. Alafu kuja. Ikira hane keke awa. Dayo. Dayo. Hutia goro lege. Nege akogoro ko. Sawa. It is not only to get saved. It is a journey. Salvation is a journey. And the journey of salvation, it's always so difficult. It's complicated. Maana ulikuwa na bunduki. Si ndio? Ndio ulikuwa unatafuta nayo chakula. Kumaanisha kutoka leo bunduki imeisha kazi. Utakula nani? Ngoja kidogo kabla ya makofi. Utakula nani? Utatoa wapi? Mimi. Sasa tuseme ulikuwa unajiuza. Nimekusimamisha maana hiyo jebe nimesema haitalima hivyo tena. What will you be eating? Yeah? Sasa ni mimi. Thank you. Yes, I want to be your spiritual father. I want to be your mentor.
Lakini lazima tabia tufanye nini? Lazima dressing code tubadilishe. Lazima tubadilishe jinsi ya kukaa na watu wale wengine. I will support you. Niliongea na watu nikawaambia tutatafuta hata kama ni 20 million. Saizi hatuna. Lakini tutatafuta. Ati hakuna maandamano ingine tutaenda kuharibu vitu za watu. Hakuna siku ingine nyumba ya mama, kiosiki ya mama ama ya baba itavujwa kwa sababu wewe ulitumika. We want to tell God, sisi tuko hapa kutubu hii dhambi. Sisi ndio tulifanya. Sisi ndio tulibomoa. Sisi ndio tuliua. Hata hapa nikiangalia ninaona kuna watu 5 hivi wako na bunduki. Ameziacha nyumbani. Si ndio? Si ni kweli? Si ni kweli? Ninawaona, nimeona 3 already. Wako tu hapa. Ninaona. Na mmoja yake, wacha nimuelezee mahali ameweka. Kwa nyumba yake. Unaona kwa nyumba yako? Pale kwa ukuta karibu na kitanda ya hapa mbele kwa kichwa. Hapo umedhinikelelia hapo. Si umejijua? Alafu hiyo bunduki yako leo ni siku gani? Sunday jioni saa 2 uliitumia. Sunday jioni saa 2 usiku uliitumia. Na hiyo bunduki yako, sikiliza, usipoiondoa kwa hiyo nyumba, by Monday tutakuwa tukikuchangia, tukikupeleka home. Haiwezi shindwa. Yangu nikikwambia haiwezi shindwa. Tukimaliza hii meeting ukuje nikuonyeshe venye utafanya hiyo bunduki. Na kama mko na mabunduki wao wengine, please, niko na access ya polisi. Niletee mimi, nitapeleka. Niletee mimi. Uondokee hiyo life. Kwa sababu bunduki ile uko nayo, ile inaona hapa hivi, ile bunduki mmoja wa hawa ako nayo iko na mada 7 murder cases. Na uko karibu umefikiwa, umekumbakisha watu kama na 4 ufikiwe. Na ukifikiwa utaenda na hizo mada zote. Na hata ulikuwa na simu ya touch ya mtu alimadiwa. Umejijua, unitafuta kwa ofisi yako. Hapa kuna kamera mingi, sasa kuna watu wameanza, no huyo, acha tuone nani huyo. Mimi nilikuwa jabasi. Siwezi kuandika jabasi mwenzangu. Bwana Yesu asifiwe sana. So what I want us to do. Bwana Yesu asifiwe sana. What I want us to do. Wacha sasa story. Ile toy unakuaga nayo uende utupe. Umesikia? Amen. Toy. Bwana asifiwe sana. Acha tuamini, tuombe tu. Kwa mikono yako miwili juu, mikono miwili. Sema, Bwana Yesu, mwana wa Mungu, ulikufa msalabani ndio nikombolewe. Walikudunga na mshale ndio damu imwagike iwe msaada kwangu. Walikuvalisha kofia ya miiba ndio mimi nikombolewe. Nimeinua mikono yangu maana nimetenda maovu chungu nzima. Naomba msamaha. Wewe shetani, kutoka leo sina mahusiano aina yoyote na wewe. Mimi ni wa Yesu. Sema amina. Funga macho yako nikuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru. Nilikuwa siku moja kama hawa. Nilikuwa mwizi. Nilikuwa pickpocket. Nilikuwa rapist. Nilikuwa kitu kichafu. Sikukubalika. Pale OTC siku moja niliwekwa kwenye tairi nichomeke. Lakini ukamtumia Msamaria mwema akaniokoa. Ndio siku kama ya leo nikawaombea hawa watoto wakubadilikie, wakuwe wafuasi wako, wakuwe watu watakao kupenda. Baba, najua unajua nyayo zao.
walikosa mahali pa kwenda, ndio maana walikuwa katika vituko zao, lakini sasa wamepata. Mighty name of Jesus Christ. Somebody say amen. Do you know what? Do you know what? You are new creatures. You are new. Ile mtu wa zamani ameondoka. Umepatiwa mtu mpya. And your life will never be the same again. Unaona ile maisha nakanga, nataka wewe ukae mzuri, utakuwa bodyguard yangu. Yes. Thank you. I don't want to work with the most holy people. Nataka kuwork na nyinyi wabaya. Ndio tuwaonyeshe wabaya wanaweza kuwa wazuri. Hatukuzaliwa tuki. Hebu fanya hivi. Unasikiaje wewe si gun? Baka hebu kuja. That's great, man. That's wonderful. Sema wonderful. Utaweka kazi yako. Wachana na huyo mwanaume. Si ni wenyewe. Muache. Amestuka. We, muko ready watu wa kitchen? Muja. Uko hapa? Yes sir. Unaona mimi nakaka na watu. Najua nyinyi mpendagi watu kama hawa. Tupigie Apostle makofi. Mimi nilikuwa kwangu akaniambia mara moja ninafanya jambo hapa uje speed. Nikaambia kijana wangu tutoke, tumeitwa mbio. Na wasalimia sasa, mnajua mmeokoka. Na wasalimia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Semeni amina. Hauhitaji story nyingi kwa sababu Apostle himself zote tulimjua. Na yale mambo amesema yatafanyika. Amesema hapa kutakuwa billionaires, kama ni wewe sema amen. Millionaires sema amen. Upande ule nikasikia amesema kuna wamama watakuwa na supermarkets. Unajua ukishaokoka kile unahitaji kufanya ni kuamini kile nabii amekuambia. Na leo ametuambia tumebadilika. Na akasema kitu walipokuja hapa akawaambia wale walikuwa hapa na alikuwa anasema zote, from today you are a new creation. Sema I'm a new creation. Sasa ili nisirudie kile amesema, ukishaokoka ameweka utaratibu wa Wednesday. Kwa sababu mtu akiokoka pia anakutana na majaribu. Kama vile amesema kuna job, kuna marafiki, kuna wrong friends. The best thing, hii ni safari imeanzisha. Every Wednesday tunakutana hapa. Kama unaamini sema amen. Na hiyo sasa ndio utaona kwa sababu ni safari tumeanzisha. Ulikuwa kwa jane lakini sasa umeanzisha jane ingine ya Jesus. So kutoka Wednesday, then let's agree on something Apostle. Kila mtu Wednesday akuja na mwingine. Unaona namna gani? Ni wangapi wataleta wengine? Thank you so much. Mimi nashukuru sana Apostle, nisiendelee lakini Wednesday nitakuwa hapa. I'm part of this program. God bless you. Thanks a lot. Kanisa ya Wednesday wa inua makofi mjuu. Kanisa ya nini? Unajua hii mambo ya Sunday ni mtu alikuwa anaitwa Constantina na Nimrod walitengeneza Sunday. It's not a must that you come on Sunday to church. We make our own Sunday. Si ndio? Sasa nataka Wednesday I'll be taking care of you every Wednesday. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kingine, idea. Mimi sitebeagi na mtu mwenye hana idea. Idea, ulete maono. Umeelewa? Ulete kakitu idea fulani tutai-expand mpaka ikuwe idea mzuri. Kama ni kazi ya kushona, if you know, tutakusaidia. Kama ni kazi ya kujenga, we know. Kama whatever what you have, any idea as long as it's a good idea. Watu wa saloon, watu wa nini, I'm ready to support you. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm ready to do what? To support you. Na every Wednesday hakuna mtu atakuita, nitachukua namba zenu. Si kila mtu ako na simu? Lakini ubaya yenu simu yenu haijulikani kama jioni mtakuwa nayo. Ile simu umeandikisha utatumiwa message. Si ndio? Ile simu umeandikisha utatumiwa message.
because I want to see commitment. From there, tutatengeneza kikosi maalum. Hiki ni kikosi. Tukijiunga only 3 months. Ukose shilingi 3,000 kwa mfuko yako, ujue wewe umerogwa. Na sijui ni nani, ni urogi gani hiyo inaweza kufaulu kwa nyumba kama hii. Hakuna. Kunayo kweli? Number 2, kuna kitu nataka to eliminate from our minds, because now we are new creatures. Singetaka kuambia kabla mjakuwa. Kuna kitu kinaitagwa ukabila. Sasa ndio sasa kuna Wakikuyu, kuna Wajaluo, kuna Wakamba, kuna Waluya. Ati kiti imekaa kwa Wakikuyu sana, kiti imekaa kwa Wajaluo, kiti imekaa kwa Wakalenjin. Hiyo kitu tuondoe kwa kichwa yetu. Bwana sifiwe sana. Usiwahi imwaga ama kuinuka kupiga mwenzako kwa sababu ya ukabila. It is God who made me to be a Kikuyu. Kama kuna mkabila mkubwa duniani ni Mungu. It is God who created a Luo, who created a Luya, who created a Kamba. Are we getting me? Concentrate here. Bwana asifiwe sana. Wewe haukuwa Mjaluo kwa sababu kuna application mama yako alifanya, alafu ikakosa. Mama yako alikuwa anataka ukuje ukiwa Mkikuyu, lakini ikakuta ile line iko ni ya Wajaluo, ukatokelezea ukiwa Mjaluo. Nobody made an application to be where you are. You are here because God wanted you to be here. You're not here by mistake. You're a Luo by right. I am a Kikuyu by right. I am a Kamba by right. And therefore I am a Kenyan by right. Hapa mambo ya ukabila X. Na mkisikia mtu analeta ukabila hata kule, nimewapatia ruhusa. Mupatie bili mzuri, viboko viwili mzuri. Umwambie I am a Kenyan. I am not a Kikuyu. I am not a Mkamba. I am not a Kalenjin. Mimi ni mke. Mwanasiasa mwenyewe atakuja hapa kuambia, unajua Wakikuyu wametukalia sana. Muiteni hapo kado, mupeleke hapo nyuma ya tent. Mupatie viboko 25 kia wakanani atia. Na shoki atoro doleo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanasiasa yoyote atakayelete lugha ya ukabila, tunazima. Are you getting me? Because that is the disease that is eating our country. Hiyo ndio shida. Tusikubali hata dakika moja. Mnakutananga na wa Rwanda na Warundi wakiuza njugu karanga. Si ni mavijana? Mbona wao huko kwao? Kwa sababu kwao kulichomeka. Just imagine this man anauza majugu karanga akiwa kwa yenyewe. Hana hope ya life. Hana nini? Anazunguka. I have been a refugee. Mimi nilikuwa refugee. It is bad. Don't burn your country because of Ruto. Don't burn your country because of Sifuna. Don't burn your country because of Munyoro. Don't burn your country because of who? Matiang'i. Don't. Ama Uhuru, ama nani akuje kukwambia to do this. No. Pesa yake kama ako hapo nako na pesa yake, pora. Muitishe pesa, msiache aende na pesa, muitishe. Maana haina, unajua mtu anakuja kukupatia pesa, wewe ukafanya kitu kingine, huyo ni mtu evil. Kwa hivyo mudisarm, hiyo pesa yake disarm. Mnalete pamoja, tunafanya project, tunaendelea. Are you getting me? Don't allow any tribalist to come amongst you. Maana mimi gari yangu garage saizi imepelekwa garage. Inaenda kuna mahali iliguzwa. Nimepelekea Mjaluo, sikupelekea Mkikuyu. Maana Mkikuyu hajui kubondoa gari. Ukipatia Mkikuyu atapaka rangi ya nyumba. Yes. Kanyaga ugali, azibe kishimo, awekelee gari rangi ya nyumba Mkikuyu. Lakini ukimwambia angalia engine ataangalia. Sasa unaangalia, Mkikuyu anaangalia engine, Mjaluo anafanya nini? Anapiga body jack, anatengeneza vizuri. Gari inatoka ni kama imetoka Japan. These things we are interrelated. I'm giving you this story because we are interrelated. Ile kazi wewe unaweza fanya sio huyu anaweza fanya. Ndio unakuta Mjaluo anafanya nini? Body works perfect. Unakuta jamaa anazunguka gari hivi, anaifanya hivi, anaifanya, ukirudi jioni mpaka unashangaa, hii ni ile gari yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they are talented in that. If you can go by the talents of God, we are going to be successful.
So I'm going to watch ile talent unajua uko nayo. Kama you're a musician, I want to see you. Kama uko na unajua kushika kamera kama hiyo, I want to see you. Kama whatever that you know, kama wewe ni artist kuchora, I want to see you. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to classify into groups, then from there we work systematically. Takuwa tukikuja hapa tunafanya ma project zetu, tunarudi tunaomba, kisha tunaenda nyumbani. Kila mtu atakaa kwake. Wacha hivyo unalalanga kwa mtaro, utalala kwa nyumba yako. Hautalala na nyumba yako haitafungwa. Umesikia? Nikute umefugiwa nyumba, utaniambia ukifugwa ulikuwa wapi? Utaniambia ulikuwa wapi? So I want to invite His Excellency the President. Mr. President, wakati tuliongea na Japolo, si eti niliruka protocols. Ni Japolo nilikuwa najua. Alafu Japolo akaniambia tunataka kukuja. Nikamwambia basi inform the office mkuje. Sasa kumbe Japolo alienda kubondobondo kabla ya kuambia. I'm very sorry for you Japolo. Na kwa sababu umetubu dhambi kutoka leo hautabondo tena. God will see you through. Take the floor. Asante Apostle. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Apostle, mimi niko na ombi moja. Huyu Japolo umeongea kumhusu. Anapenda vita sana. So ukuwe na special prayers kwake. At least arudi sawa. Sawa. In fact, yeye anafaa kuja pa Sunday, Wednesday. I take it as an order. Umesikia Japolo? Mimi ndio mwenye fujo. Nitakutoa kwa nyumba ukuje. Asante. Kwa heshima Bwana Apostle. Yes. Ningependa uniruhusu tu dakika moja niite huyu speaker wangu asalimie watu dakika moja. Flow ni yako. Jonte. Yes. Members kutoka Jacaranda, members kutoka Lower Savannah na kila mtu kutoka Embakasi East, washirika wa church, Mr. President na Apostle, na wasalimu katika jina la Yesu. Mimi naitwa Ambetsa John. Wengi wananijua kama Jonte. Mimi ndio speaker wa bunge la mwananchi Jacaranda. Na tulifurahia kuambatana pamoja na Mr. President so that at least tukuje to share a word of God. Nimesikia mengi, nimefurahia, nimefeel touched pia, na at least pia nimelearn something yenye sikuwa najua. So pastor, we will work together. We pia tembea na sisi so that tuone tutarekebishana wapi so that sisi pia tuweze kukua kwa ile njia inafaa. Sina mengi. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Unajua kulingana na mafunzo ya leo kuna verse fulani huwa napenda sana. Na nimeona imeguzwa. Matthew chapter 6 verses 33. Inasema hivi, put God first in your life and try to do what is right, and God will take care of everything else you need. So mimi naomba tu mavijana. Sisi ni watu wa Lower Savannah, ndio naona wako wengi hapa. In fact hii ni Lower Savannah yote. Mimi naomba tu mavijana, kitu ya maana kwanza ndio uendelee kimaisha, lazima ukuwe na amani. Lazima create peace na mwenzako. Mimi Lower Savannah, I think hakuna mtu yote nishaivurutana na yeye. Lower Savannah Saul, hakuna. Tangu nianze kukua hapo tulikuwa na watu kina Ndii wako hapa, kina Dao wako hapa. Ogani nimemwona pale, Steve ako pale. Bigi ako pale. Bigi naye ni mdogo, alikuwa mdogo wetu akigrow. Na hakuna mtu yote nishaivurutana na yeye, anaweza testify kina Mbishi wote hakuna Soweto. The reason nimelelewa nikijua yule jirani yako ni ndugu yako. Yule jirani yako ni sister yako. Wakati unaenda kutafuta kazi, hautapata kazi kwa Mjaluo juu mimi ni Mjaluo.
utaajiriwa na Mkikuyu, utaajiriwa na Mluya, utaajiriwa na Mkamba na Mmeru na kabila zingine. The other thing, ukipigana na mwenzako pale mtaani, kesho ukienda pale kwa duka, the same duka ndio mtanunua vitu. Just imagine umempiga, lakini mkienda kwa duka mnafanya nini? Mnakutana. Itabidi mmepigana hapo kwa duka na mvuruge mpaka duka ya mtu yenye ameng'ang'ana akaiweke kakua hapo. So mimi nawaomba Jacaranda na the entire wa Savana tukue na ile umoja. Tusikuwe ati watu wa Jacaranda bunge la mwananchi ati wanavurutana watu wa mtaa. Hiyo itakuwa ni heshima ndogo na itakuwa undugu na itakuwa udada. So mimi naomba tu kama jamii moja venye tumeambiwa na pastor, tukue tu kitu kimoja. Tukitoka hapa tusikue ati wale vijana wa Jacaranda, wale vijana wa bunge wamefanya hii, wale vijana wa bunge walikuja kadovuruga, wale vijana wa mtaa wamekuja kavuruga bunge. Hapana. Hata tunatengeneza platform fulani, tukuje tukae chini kama watu wa Savana mpaka watu wa bunge na tuongee way forward, because sasa tunaelekea kwa siasa. Na hii kwa siasa iko na mambo mingi. Utapata kuna wale wanasiasa wanakuja katikati yetu na wanatuvuruga. Na watatumia watu wa nje kuja kutuvuruga. Watatumia Mbogwa, waende kwa Nyash pale. Uone hao watu wanafanya nini? Wanapigana. Na wakati mnapigana hao wataenda, mwingine atarudi Runda na sisi tutabaki wapi? Hiyo mtaa. Utatoka usiku kienda mahali, yule kijana mwenye ulipewa thao moja uvuruge ndio utapata naye kwa barabara. Hiyo vita itaendelea. So mimi naomba tu hii amani dumu na tuendelee kuishi pamoja. Asanteni. Thank you very much. Thank you, Mr. Speaker, sir. On Sunday, when you find time, kuja siku moja utuhubirie. Si ndio? Yes. Na every Wednesday, God willing, Mungu akupatie nafasi, ningetaka hii jukwaa ikuwe yenu. Hii jukwaa ikuwe yenu. Sio mimi niwahubirie, I want to give guidance, but I want you to lead yourself. I give you a platform. This is not a church. This is an altar. Are you getting me? This is not a church. Msikuja kusema kanisa ya Ndura. This is an altar. A church ni ile church yangu. Nimeweka pale picha yangu, kila mtu ananipanda. This is an altar where anybody and everybody can come and worship and go. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello, hii inaitangwa madhabahu. Altar ni madhabahu. So dawo come kuja utuambie Bwana asifiwe. Asifiwe tena. God is good and all the time. Wow, si ndivyo? Mimi nataka kurudishia pasi Apostle, shukrani sana. Kama kuna nafasi nimeingia kanisa ni saa hizi. Na kama kuna siku nimeingia kanisa ni hii Apostle. Na sijui mbona ni nini. Sijekuwa na hiyo mazoea kwenda kanisa, lakini kama kuna kanisa nimeingia zaidi ni hii hapa. Na amesema si kanisa, si ndivyo? So mimi nataka kurudishia Apostle, shukrani sana kwa hii nafasi, na najua tumekuwa tunatembea na wewe, na kuna kitu moja juzi ulisema, heri mwenye dhambi aokoke kuliko mwenye amejificha hapa ndani na hajaokoka. Si ndio hivyo? Juzi tulikuwa na mapasta hapa. Uling'ang'ana, inua mkono mtu aokoke. Waliinua ama hawakuinua mchungaji? Niambie tu. Hawakuinua, si ndio? So hata kwa Biblia, hata kwa Yesu anasema mwenye dhambi aombewe na aokoke. Si ndio hivyo? So leo hii umepata kondoo. Umepata kondoo wengi zaidi. Wengi sana. So mimi sitaki kusema mengi, nataka kurudishia timu ya bunge. Shukrani. Tulitafuta hii nafasi na Japolo. Tukasema sababu ulikuja na kiferereki. Akubasi kukumbuka hiyo jina. Kama ulikuja na kiferereki pale. Ndio hivyo. Tukaomba nafasi pia wale vijana wa mtaa uongeleshe ndio hawa. Na mimi na appreciate sana. Asante. Yeah. God bless you. Na pia nikisema ya mwisho nasimama MCA kule kwetu ule wa Savana. Najua tutatembea na nyinyi. Ndio hivyo. Mniombe, si ndio hivyo? Mniombe tutembee hii jani. Next time nikiingia ile mlango, mchungaji ndakuwa
MCA. Nita support hata mimi program yako kabisa kabisa kabisa. Asante, asante. Haya, I will walk with you. Amen. Ngatia. Bwana asifiwe. Usalimie mwenzako high five. Mimi before niongee, I have found a man after God heart. Naye si mwingine ni Apostle. Ni kweli? Si tumepata baba? Tutakuwa tukikuja hapa Wednesday. Na kama tutakuwa tukikuja hapa on Wednesday, mimi nataka kuhakikishia kama vile tu Biblia imesema ya kwamba nitakuwa tofauti. Si ni kweli? Tutakubali kuwa tofauti kwa mtaa? Hawa wanasiasa wametutumia sana. Na dakika ya mwisho wanatuahidi mambo mengi sana. Lakini wanatuacha kwa kamawe. Si ni kweli? Wakati umefika. Kwa sababu tumepata mtu after God heart na si mwingine ni Apostle Dora Waruige. Tutatembea na yeye. Si ni kweli? Hiyo Jakaranda si mtakuwa mkimuita mara mingi Japoro president. So mtakuwa mkimuita mara mingi hapo bunge. Kwa sababu what I believe ni ya kwamba mimi nikiona uko na value, utaadi value kwangu, nitatembea na wewe. Lakini nikiona hauna value, you are valueless, mimi siwezi nikatembea na wewe. Naitwa Gatia, nimetoka Dando, hiyo ndio mtaa yangu. Mbarikiwe sana. Next. Thank you very much. Mimi naitwa Boniface Dogige na pia mimi nimekuwa hata mimi beleni nilikuwa goon, si ndio? Lakini saa hii nimechange. Leo ndio umechange. Saa hii nimechange, si ndio? Saa hii nimechange. Mimi kwanza ni kuwashukuru sana kutoka Japolo then the president kwa sababu ya kuweza kufanya hii siku iendelee. Simeona watu wamekuja hapa na wameokoka. Na si mmechange. Wacheni kutumika na politicians kufanya kitu baya, si ndio? Kitu kingine nataka kuelezea vizuri. Ukienda kupanda gari hapa ya kwenda Kayole, unataka kujua ni nani atakulipisha gari? Si unaingia tu. Unataka kujua mwenyewe? Unaingia tu na unalipa, mnaachania hapo, unaenda unawekwa pale Jakaranda, wewe unaondoka unaenda zako. Ukienda hospitalini, unataka kujua ni daktari mgani anakutibu? Ukiwa mgonjwa, unaumwa na kichwa lakini unataka kuuliza kama mimi nataka kuuliza okay, kama daktari si Kamau mimi siingii. Unaweza fanya kitu kama hiyo? Nikaulize kitu kingine. Wale washaikuwa wagonjwa. Kuna siku hata moja ushaiona mgonjwa akisema sitaekwa damu ya huyu kwa sababu huyo si wa kabila yangu? Ushaiona kitu kama hiyo? Kwa hivyo sisi wanasiasa tuache kudanganya vijana ati wakati ikikaribia wa election ati saa hiyo ndio nakukumbusha wewe ni Mjaluo, wewe ni Mkaba, wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mnande na hizo zingine, si ndio? Wacheni sisi tutengeneze hii Nairobi, tunyoroshe Nairobi, tukue ambassadors of peace, si ndio? Tukue ambassadors of peace. Hebu nikuulize, kama hapa nikiangalia tu hivi naona ni kama tumefika like 300. I don't know, lakini tumefika 200 agarau, si ndio? Sasa ukienda tu wewe leo ukue ambassador of peace, uende usikize vijana wengine 20 kwa sababu najua hiyo mdomo umepewa unaweza sikiza wa vijana 20. Mahali tu mnaendanga zile base mnaendanga. Another 20. Siku nyingine tutakuja tukiwa watu 200 kweli? Actually we may even hire a bigger hall kwa sababu watu tutatoshea wapi? Hapa. Kwa hivyo mimi yangu pia mimi ni mzee wa Kayole. Watu wengi wenye wananijua hapa mimi ni mzee wa pale kanisani Kayole. Na pia mimi nitakuja nitaomba kiti huko, lakini for now wacha tuseme maneno ya peace, ndio? Maneno ya peace, na nimeshukuru sana. Asante sana Apostle kwa kuleta hii group pamoja, na Mungu akubariki na abariki kanisa. Asante sana. Nimeona kama ni wanaume peke yake wameongea. Situweke agenda. Nipatie moja kutoka hapa. Ako wapi? Kuja. Wewe! Bakofi kwake. At least to balance. Na jensi. Lakini si wote ni jensi hapa. Nani? Haya, sawa. Karibu mami. Hello. Habari zenu? Wacha nisimame kwa mama juu pastor alikuwa na focus na majamaa sana. Okay. Sawa tu. Before niendelee, mimi naitwa Jamal Marian Lutacho. Mimi ndio women rep bunge la mwananchi Jakaranda.
Na ile siku nilikuwa nakula kiapo, pastor alikuja lakini hukukaa sana. Ulikuja tu dakika chache na ukaenda. Kabla sijaendelea naona niko na nyota. Si mnaona nguo zinafanana? Nimekujua nini? Sasa mchungaji, sikuwa nimelipia hiyo, tutaongea baadaye. Mimi niko hapa kwa ajili ya wamama. Kama utaki tuende tujiuze, tunafaa tuongee vizuri ndio hao mama wasiende kujiuza. As we speak, mchungaji, mimi napenda siasa lakini leo niko kanisani. Kabla sijaendelea nina madam wangu hapa wabunge anaitwa Maureen. Ndio ujue tunapendana. Hatuna ukabila. Mimi natoka Western, yeye anatoka Nyanza. Anaitwa Maureen, ako hapa. Kazi yake ni kuuza uji kwa uwanja na chapati. President wangu ako hapa anajua nasema ukweli. Ningeomba tu nikitoka hapa leo kwa heshima umpige tu stock kidogo, unga kidogo, mafuta na makaa. Jua anakuanga hapo kwa bunge hapo. Kitu kingine, mimi hakuna kiti naomba. Hata sitaki saa hii. Siku itakuja ndaomba kiti kubwa, MCA MP ni kiti ndogo. Ndaomba kiti mbele. Saa hii napigania kwanza hawa mama. Juu nawajua, najua maisha yao, najua vile wanakaa. Si ni ukweli? Kazi mtaani 1500, alafu kuna nyumba. Wazee walitoroka majukumu. Kuna school fees. Mchungaji amesema unamwambia kitu unaweza fanya, si ndio? Wamama wanaweza shikana 2 3 tunafungua salon inatusaidia, si ndio? Wengine tunafungua kitu fulani tunafaa. Kama ukweli hataki kutuona pale Koinange. Kama kweli kabisa utaki, ukuwe na meeting ya wamama peke yao kwanza. Si ni ukweli? Sisi wamama ndio jamii na sisi ndio kila kitu. Si ukweli? Sasa mchungaji, songa hapa tumalizane hii ya Maureen kwanza. Nimesonga. Maureen kuja hapa. Maureen. BA. Ako wapi Maureen? Bika, ni Bika ama ni Biane? Mimi ni Mluya. Wewe yeye anasema B. Si ni B? Bika. Sasa uko na bwana alitoroka majukumu. Yeah? Na nikikutafutia bwana? Labda ataniua. Atakuua? Peke yangu. Umezoea peke yangu? Hata mimi nimezoea peke yangu. So unataka tufanye nini? Huyu Maureen, sasa hii tukiwa hapa. Mimi si mwanasiasa sana. Nataka umpige bundle moja ya unga, mafuta 10 liter. Nini nyingine unatumianga makaa na sukari. Tumupatie bundle moja ya unga. Ya chapo, si ndio? Bundle moja ya chapo ni pesa ngapi? Basi jainunua tangu nianze. Sasa unampatia kitu hajainunua kwa nini? Kidogo juana pesa. Unga moja ni pesa ngapi? 175 times 12. Hapana, mpatie times 6 ndio anunue nini? Mafuta. Mifuko 6 na mafuta na makaa. Uji power. Uji gani? Naona kama walizima siwapatie uji power. Inakuja ngapi? Yeah? 1050, ongeza unga debe moja. Ongeza makaa debe moja. 600. Makaa ni pesa ngapi? So mkebe. Haya, mpatie mikebe 6. 600. Ni mafuta 1 liter. Ni 2 liters. 1 liter. 1 liter ni 280. Unajua hii ni kitu hajaifanya. 280. Inakuja? $19.30. Sawa, tumemalizana. Bado. Mimi sijalipa nguo yangu. Hiyo tutaenda, utaniona kwa ofisi. Thank you. Thank you very much. Wapigieni makofi. So ningetaka hivi, sikiliza, tulieni kidogo.
Tulieni kidogo tu tafadhali. We baba. Hapa ni order. Hapa kuna kuwaga na order. Ningiomba tu tuende tukule kasnack ambao kako pale. Alafu tutarudi hapa. Tena tuongea kidogo niwaachilie muende. Si ndio? Now what you are going to do, let me do it. Let me plan it because naona wale wa mmeingia saa hii simama juu. Wale mnajua mmeingia tu a few minutes ago. Wale wamekuja nimeona mkiingia pale. Sasa nyinyi mtakuja wa mwisho. Sasa nataka niwapage vizuri. Sasa anzeni hapa. Hii muende pale. Mkirudi nyinyi muende. Hivyo tuende hivyo. In an orderly way. Pole pole. Huko ni kwa wadosi. Pole pole tu. Pole pole tu. Sidio? Alafu naye worship team watupatie kitu hapa pole pole. Na watu wa media mnaweza kupumzika sasa. Empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering